wa Azimio ambaye ni mheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka. Ukiangalia huko kumejaa, huko akupitiki. Kibra hoye! Wana Azimio hoye! Wana Kenya halisi wanaopenda nchi yao hoye! Basi naomba tu masikio kwa dakika chache mno. Wiki iliyopita nchi nzima ya Uingereza, huku waziri mkuu akiendelea na kujibu maswali bungeni, watu wa nchi ya Uingereza wakafurika, wakafanya maandamano. Walimu peke yao ilikadiriwa walikuwa zaidi ya watu 100,000. Hata wengine madriver wa trains, gari la moshi na wanaofanya kazi kwingineko. Ikiwa Uingereza inafanya maandamano na nchi ambayo tunajua imekomaa kidemokrasia, sisi wana Kenya lazima tujitolee, tulinde demokrasia yetu. Wangapi wako tayari kulinda demokrasia? Kwa hivyo Story ya kuambiwa Wakenya wamechoka, agree and move on. Yaani unatoa ngao yangu kulingana na wimbo wa taifa, haki iwe ngao na mlinzi. Ukitoa ngao yangu na ni haki, ulinzi wa Kenya uko wapi? Na huo ndio wimbo wetu wa taifa. Wangapi watasema tutalinda haki zetu kila mahali zilipo? Kwa hivyo hatutakubali, hatuwezi kukubali. Leo nimepata simu zaidi ya 50 mimi peke yangu, kwa wazazi ambao kesho wanataka kupeleka watoto wao form 1. Hawana pesa, hawana namna, hakuna chakula, mtoto ndio huyo. Na huku baba alikuwa amesema kuanzia mwezi huu watoto wa Kenya wote wako secondary school watasoma bila karo. Hawa tayari wamerokota pesa. Wamerokota. Na mnataka mjue tuna experience. Kitu inaitwa impis. Imefunguliwa juzi. Waporaji waingie kazi ya uporaji. Na kwa hivyo lazima tujue, uwezi wewe ukaambiwa toa subsidy mafuta. Sasa lita moja diesel ni ngapi? Matatu ni pesa ngapi? Ukitoka hapa utakwenda Kiingo ni pesa ngapi? Hakufikiki. Watu wana chakula, maji wanataka hata kuongeza. Maji ni haki Mungu alitupa. Yaani unatoa ushuru hata maji. Ndio basi tunawaambieni hii mambo haya sio Raila Odinga. Ni mtetezi wa watu wa Kenya. Baba yeye hana haja. Lakini miaka yote hiyo uwezi kila wakati kazi yako ni kumuibia Raila. Nilisema hivyo. Ya nini kila wakati unaibia Raila kura? Safari wananchi wamekataa. Wangapi wamekataa? Nataka nione mkono. Get up, stand up. Ikiwa tumekataa, basi wajue mimi naimiza, we shall be very disciplined. Baba amesema mambo bado.
we shall be very disciplined. Kwa mfano, next time tukiita mkutano, mimi naomba tu pawe na corridor ya viongozi. Sisi wenyewe tunaumizana. Mama Hamida hapa kuingia hapa ilikuwa shida. Na wale wengine tuwe na hiyo discipline. Wangapi wanasema kazi hii tutaifanya kwa nidhamu ya hali ya juu sana. Uwezi kukomboa nchi yako bila kuwa na discipline. Tumeona vijana wenye discipline ya hali ya juu. Kwa hivyo hakutakuwa wizi. Tukitembea hapa tuone mama anauza maandazi yake barabarani, hatutachukua. Si namna hiyo? Kama ikiwezekana, nilifurahi sana tulipokuwa Jakaranda. Mama moja aliibiwa simu yake. Na kijana moja hawa vizuri sana. Akachukua huyo kijana, akamchapa kofi, akachukua simu, akamrudishia mama. Hiyo ni discipline. Kazi hii haiwezi kwenda bila kuwa na discipline. Ili kwamba tujue vile tutangangana na wanaume. Hatutakubali nchi iende komu. Na Mungu ametupa uhai. Kwa hivyo mjue nchi nzima imeamka. Na mimi nasema viongozi walio bungeni, ndugu yetu Andai hapa atakuja kuwatambua wale members of parliament ambao wamesema mahali baba ataenda watakuja. Si namna hiyo? Ikiwa wengine wananunuliwa kama kuku sokoni, wananchi watawajua. Si namna hiyo? Kwa hivyo mimi niko imara kusema kwamba Kenya is an independent nation. We are sovereign nation. Waliopinga katiba 2010 ndio wananufaika kutokana na hiyo katiba kwa njia ya opposite direction. Yaani unaipinga na wewe mwenyewe uko hapa. Nataka nimalize kwa kusema hivi. Nilisema Jakaranda. President aliyekuwa wa Zambia alikuwa anaitwa Kaunda wa Zambia. Alikuwa rais wa Jamhuri ya Zambia miaka 28. Akaja akachukua Chiluba. Chiluba kuwa dhehebu moja, walikuwa akiomba anaweka miguu, wanacheka mpaka anaweka miguu juu. Dhehebu walikuwa anasema anaongopa Mwenyezi Mungu, anaomba. Alipomdhulumu Kaunda kusema huyu si mtu wa Zambia, huyu ni mtu wa kutoka Malawi, hakukaa hapo. Mungu alimuondoa kwa njia zake. Ni lazima tuwe na nidhamu. Tangu mzee Jomo Kenyatta apiganie huko Kapenguria, Jaramogi akasema Kenya iwezi kuwa uhuru before Kenyatta is released from detention. Akafanya hiyo. Ingawaji kulikuwa na siasa hizo wakati kule. Alipoaga dunia mzee Kenyatta akachukua Moi. Moi hakudhulumu jamii ya Kenyatta. Alisema nini? Fuata nyayo. Akaheshimu jamii ya Kenyatta. Ndio hata sasa mama mzee mwenye heshima kama Mama Ngina Kenyatta, unataka kumtoa ushuru ile inaitwa death. Wacha nikwambie, hii ni kodi ya kifo. Yaani wewe sasa, wale wanataka kuleta mtu akifa jamii zake wanalipa kodi. Yaani unataka kutoa ushuru watu wamekufa. This is the truth about this. Ndio that time legislators wakasema it was not African kuwa na ushuru aina hiyo. Sasa baba yake atakuachia 1 acre, usipolipa hiyo death penalty, wewe sasa itabainika. Chama helikopta hawa watazunguka, watachoka. Watazunguka, watachoka. Huwezi kuzuia maji ya mto Nile kwenda Mediterranean Ocean. Haiwezekani. Huwezi. Kwa hivyo ndio nasema Kenyatta alipotoka Moi akachukua, Moi alipotoka Kibaki akachukua. Mimi nilikuwa kwa cabinet ya mzee Kibaki. Hapa mzee Moi alikuwa na nyumba Kibra hapa. Si mnajua? Wengine wanataka Moi anyang'anywe hiyo shamba. Najua, nakumbuka Kibaki akimpa order Minister Chris Murugaru na aliyekuwa waziri wa ardhi Kiraitu. Akamwambia chukueni title, pelekea mzee Moi. Hiyo ni heshima, sio heshima? Badala ya Kibaki kudhulumu Moi,
akaheshimu. Uhuru alipochukua kwa mzee Kibaki, sikumekuwa na hali ya amani kabisa. Sasa ya nini hii wengine wanataka kumdhulumu Uhuru Muigai Kenyatta na kutoa hata security ya president, former president. Hebu sikilizeni. Wanasema ati ni scaling down. Wana scale down. Wanasema Uhuru ako na askari jeshi 100. Kwanza hiyo ni urongo. Okay? We are watching. Lakini watu kama mimi nimezoea. Wakati mmoja mimi na Raila tulifutwa kazi. Si ni kweli? Mimi kaenda kutafuta Wakamba na mishale. Sikutaka ati askari. Wakichukua askari yao wachukue, na mwambie Uhuru wakichukua, chukua watu yako. Huwezi kuletea driver hujui ni wa aina gani, unawekewa hapo ako drive na kuambiwa ati they are scaling down. Wangapi wanasema Uhuru asiguzwe, awachane na yeye, aende mamlaka vizuri. We must respect our leaders. Whatever happened, na mimi na ndugu Raila mnajua 2013 nilisema walituibia kura. Si ni kweli? 2017 wakatuibia. 2022 wameiba. Haiwezekani. Haiwezekani. It cannot be. Either you choose to have a nation, to be a nation, or una inji ambao ni kila mtu for themselves and God for us all. Haiwezekani. It must be a nation. Thank you. Sasa nitamuita. Atakuja Jakoyo, atakuja lakini kwanza ndugu Eugene, kijana Eugene